Mambo vipi? Wapi makofi ya Oga Obinna? We can take our seats. Aya, ketini jamani, ketini. Machete. Yes. Iwe wa Tanzania. Hamjambo mabibi na mabwana? Kama unaniona kidogo mikono kidogo, kama unaniona kidogo mikono hivi. Aya, high five huyo mwenye amekaa kando yako kidogo. Aya, mhag kidogo tu hivi kidogo. Aya, nataka ushike hivi mkono ya mwenye yako kando yako, alafu inua juu. Shika mkono ya mwenye yuko kando yako, inua juu. Alafu repeat after me. Sema I don't care who you are, where you're from, what you do, what your tribe is, what your color is. All I know is we are one nation. We are one people. You are my brother, you're my sister, and I love you by force. Na ukikuwa na shida niongeleshe. Haya, you can hug your neighbor sasa kidogo. Alafu na mkisi. Wewe. Sasa mimi ndio naitwa Oga Obinna. Wengine wanaita Oga Dita. Guys, focus hapa. Tokeni kwa kipara. Hapa naongea macho iko tu kwa kipara. Ina shine. Alright, sasa mimi sijui kwa nini nimewekwa kwa kategori ya watu wa media. Mimi ni familia. Mimi niko hapa kama familia, sijakuja kama media, kwa sababu Kimani was not, he still is my small brother. So how I got to know about Kimani, kuna videos zilikuwa zinaenda online, watu wanapost vitu mingi, wanashare, wengine wanachekelea, wengine wanakejeli. Nikasema hii si kitu poa. So I reached out, I found him, and together with the dad who tumekuwa naye toka mwanzo. Maze pigeni dad makofi mazee. Tumeshikana na dad, tumetafuta Kimani, tukajaribu pole hospitali, tukafika mahali tukalemewa, nikatafuta mheshimiwa Mike Sonko. Pigeni mheshimiwa Mike Sonko makofi pia. Na hakupinga, na aka come through, tukajisaidia kidogo. Kimani akaenda hospitali, akafika pale, akaanza kurecover mpaka akakuwa discharged. Akaambia pia wangu Moshi na sister yake anataka kurudi interview, ambia watu asante. Akakuja, tukamkaribisha, tukasema haya sasa tuanze kazi. Kidogo tukaona tena relapse. Kidogo mheshimiwa Sonko akamchukua tena, akamrudisha tena hospitalini. Alafu ndio sasa haya majanga yakatupata. Sasa October has not been a very good month for me personally. Sijakuwa vizuri sana mentally and emotionally, kwa sababu tumekuwa na misiba kadhaa zimefanyika. Zingine zimekuwa kwa public, zingine zimekuwa private. Lakini hajakuwa mwezi mzuri sana. So personally I am heartbroken. My heart is bleeding. Hata kwa hii matanga ilikuwa ngumu sana nikuje. If not Omosh, Munez and the whole team waliambia tuende, tujikaze tu tuende, kwa sababu I didn't want to see Kimani like this. This was not the plan. Okay? The plan was different. We spoke with Kimani, we spoke with Kimani's dad, we spoke with Kimani's mom, we spoke with Mheshimiwa Sonko. The plan was very different. And then today now we are here now to lay him down to rest. My heart is broken. And today it is Kimani, tomorrow it can be me, it can be you, if we don't talk to each other. Okay? Tusipongeleshana, ni sisi tutakuwa hapa. Most of us, why? Most of us who are in the media space, we don't talk, and we go through a lot of problems, and we don't talk kwa sababu the media wants us to be perfect, and that is one thing that I've tried to master. Social media is a scam. It is not a real space. What people show on the media space is not real. Unaona picha nzuri ni filters. Unaona maisha nzuri ni kufake. Sasa wewe unajikaza, unataka kufit pale and supporting each other.
Ukiona mwingine ako na shida, tunaweza kuchekeleana, tunapiga picha. We should not be doing that. We should always be there for each other. Mwanaume fulani online umemtusi for fun. Ikuwe ni TikTok, ikuwe ni Facebook, ikuwe ni nini. Hautaona what they go through behind the cameras. This whole month I've been strong in the public space, but in private I'm not. Okay? I'm only human. I cry, I bleed, I have my down moments, I have my up moments. I've been through a lot of things. I always try to make other people happy. Nikipata watu nataka tu niwafurahishe, wacheke, wasikumbuke zile mashida wanaenda through. But Wakenya wote wako na mashida. Kila mtu ana go through something. Hauwezi understand until ukwe kwa their own shoe. Tuache online bullying. Alafu ukiona mtu ana shida, kama huwezi msaidia, mind your business. Unaona msenge na through problem online, wenda wakwanza kupost, unaweza kumkejeli, unacheka ndio upate views na likes. That is what I've been trying to do on my social media and my media company, Obina TV Studios. I told my team, I don't thrive on negative news. I try as much as I can to be positive. Sisi ni binadamu, makosa zinatupata. Kuna time unasema kitu unapata si kitu ulikuwa umepanga iende hivyo, imeenda vibaya, tuna apologize, we try to do better. Wazazi wetu wale wako hapa, vijana wenyu na wasichana wenyu wana struggle na vitu nyingi sana zenye hamjui. Unaona kijana ameingia tu kwa pombe, kijana ameingia kwa bangi, kijana ameingia na marafiki wengine, kijana ameweza kuwa kichwa ngumu, kijana haogi, kijana halali, kijana ni mtukutu, nasema ni bangi. They are going through a lot of things. Venye era yenu ilikuwa si venye era yetu iko, na si venye era inatufuata iko. Take time, msikize kijana. Kaa chini na yeye. Msikizie. Baba Kimani tulikuwa naye tukistruggle na Kimani. Alikuwa all the time tukienda kuona Kimani, nakaa chini tunaongea tukienda, because we opened a bank account, Wakenya wakachangia Kimani. Anytime tulikuwa naenda kwa bank tulikuwa naenda naye, nakaa chini ananiambia kijana wangu nimekwama, hapa tufanye aje? Saa nyingine na mimi nikikwama naambia baba hapa nimekwama, tufanye aje? Tumekuwa tukisaidiana pole pole. He's always been there. He wanted the best for Kimani, he tried. Kimani's sister tried, Kimani's mother tried. Some of Kenyans tried, but wengine nao walikuwa pale wanaona kazi ni matusi. Akikuja interview, kwani amepatiwa amekula nini huko? Ona vile amenona nini? Kenyans are very fast to insult each other online. That is not the future. That is not where we are going. So let's try and be accommodative. Tushikane mkono pole pole. Kama hauna kitu mzuri ya kusema juu ya Obina, nyamaza. Kama kuna kitu mzuri sema. I'm always telling people, give people their flowers when they are alive. Ukiona anafanya kitu poa, kama ukiona msikristo anafanya kitu poa, mwambie msikristo kazi fitu, umemsifi poa, noma. Usinyamaze tu siku moja akisha nini unasema nilitaka sana kumwambia hivi. Tomorrow is not guaranteed. Sadly, this is the path all of us are going through. Yangu inaweza kuwa kesho, inaweza kuwa kesho kutwa, sijui. But mimi nikitoka duniani nataka nikitoka niwache kama nimeimpact a few lives. Wale wenye wamekutana na mimi personally wamejua, wakitoka wanasema Obina alinifanyia A, B, C, D. Hiyo ni shukrani mimi napata kwa Mwenyezi. So tujaribu, tuige tu mfano pole pole. Tunajaribu, nimejua ni ngumu kwa sababu maisha pia si rahisi na venye tumelelewa pia ni tofauti. Lakini tuache kuchekeleana, tuache kukejeliana. Alafu mayutu wale wako hapa tujibonge. Bonga, ambia mom, mom mimi nimefika mwisho. Ambia dad mimi nimefika mwisho. So if anything happens, dad atakuwa zile za mbona sikumsikiza. Usinyamaze ufikirie dad care ama mama care. Dad na mom pia kuna struggles zao. Mama na hustle, dada na hustle, wako na pressure zao. Most of our mothers have their own traumas. Most of our fathers have their own traumas. They put it down on us children. We have our own traumas. Now children having children, we are passing down the trauma. So it's trauma after trauma after trauma. The government doesn't really care. They are not doing so much about mental health awareness. Last year I did the first ever men's mental health awareness walk single-handedly. The government was just looking. It's not that they don't have resources, they have, but that's not their priority. So Mdosi, niko fiti, niko best, karibu Mzee Kipara. Niko poa, ukoaje? Haya, nisikanyage mbokando. Na huku mbele
Haya. Oi, pole. Nisiwakanyage jamani. Kanyaga tutafute pesa. Nisikanyage na sasa. Pesa. Pesa tu. Munez. Munez is smiling. Baldman. Big man. Inashuka chini kizimu. Hii gari kizimu inashuka chini. What up? Wapi? Itapita hapo. Wapi hapo? Haya. Si mwache nipite hivyo. Hiyo kipara. Hiyo kipara ndio nataka. Ati where is your hair? Thank you. Wapi makofi mazuri ya Sonko Rescue Team. Na amechukua majenzis wote. So karibuni sana. Kuna wengine wamefika saizi nilikuwa nawangoja. Poleni sana kwa kuvunja protocol again. Nikubalieni nikaribishe classmate wa high school wenye walisoma na Mbogwa. Na wataongozwa na Mr. Joseph. Where are you? Joseph Moshai. Kwa haraka sana. Classmate wa high school. Haraka sana classmate wa high school. Wanakijiji wa Murano. Kobize. Semaje? Niko fiti. Kioko. Mambo iko fiti? Nilikuwa na ndege jana. Akasemaje? Alipea story yako. Ona amenimiss. Ndege amekumiss maze. Ndege amekumiss sana. Kumbe ni ukweli ulinyamze? Wallahi tena. Manze pole. Bana Baldman, mbona mnaniambia pole? Sorry for the loss. Unga na ubia ngoto. Umetokea huko. Twende. But inamea. Komendeta ananiambia pesa ni mzuri. Big machine man. Hii ni ya mama. Mama kona do. We would study the Bible together. We would read the